Some neno ya Mungu. Siku ya leo ni siku ya kuombea idara zetu zinasuasua juzi tu. Nimeruka Israeli. Tunaombea Israeli. Kwa kinywa cha Mungu akasema atakaye ilani Israeli awe amelaaniwa. Labda jirani yenyewe kwa kutokumwamini Bwana. Lakini sisi tushike lile ambalo ametuagiza Bwana. Tukaibarikie Israeli. Maana na sisi tunaitwa wana wa Israeli. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 3. Mwanzo 12 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abraham akamchukua Sarai mkewe. Hebu soma tu, rudia tena, soma mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani. Basi haya ni maagizo ya Mungu kwa ajili ya Israeli kupitia mtumishi wa Mungu Ibrahim. Naye atakaye kulani awe amelaaniwa, atakaye kubariki awe amebarikiwa. Juzi mwaka jana alikuja Mwisraeli. Walikuja hapa, sio alikuwa anafuatilia nini hapa chuoni. Sasa kuna mwalimu mmoja anaitwa Ndimbo. Wakapita watu watakaa. Wale wamejenga kagorofa, jenga vizuri, wakakagua ile nyumba, wakakuta hapa patatufaa. Wakasema tutakaa hapa, tutalipa. Hapa ndio pazuri, wakapangisha. Yule mama mwenye nyumba na sati yejipa kule chini. Akasema, mchungaji, nyumbani kwangu, kwenye uwanja wangu, Mwisraeli amekanyaga. Naogopa Mwisraeli kakanyaga. Alafu naongea naye, alikuwa mwingine sio nchi gani? Waarabu hao. Wakaanza kufundisha kwamba ninyi mnachokiona huko ni kitu kingine. Kule mpaka kaabudu, kasema wewe Mwisraeli. Manake kuna vitu umevifuata alivyosema Yesu. Mpaka leo wapo watu wengi wanakataa kuabudu kwa sababu waliviona live Yesu akipita mule, wakawa na historia kwa watoto wao. Wengine wanavifuata. Anasema Israeli mpaka leo haina amani kwa sababu ndani yake wako wanaoisema vibaya wale wa jamaa wale jamaa. Na wengine hawataki kuokoka, ni wale vile wanasimulia habari zake. Kwa maana kulikuwa na kukushani Israeli kila wakati kwa sababu nini? Sasa walimkataa pia. Aliposema muondoe hawa, wakakataa wale jamaa wale. Wakasema itakuwa donda ndugu, ndio maana vita vinai. Lakini sasa yale ni ya kwao. Sasa wanasema akifa Mwisraeli mmoja ni sasa na Palestina labda 50. Yaani wanasikia kama amekufa naenda mbinguni moja kwa moja, hawahesabu ile dhambi. Moja kwa moja kwa sababu alishabarikia kwa moja kwa moja wanaenda. Lakini wa Palestina wakifa 50, wanaona kama bado wamekufa wachache. Kwa sababu ya kauli atakaye kubariki au amebarikiwa, atakaye kulani au amelaaniwa. Leo wabaya wale wanaoifikiria vibaya Israeli
Kuna kijana mmoja amekufa, sio Moshi, alienda masomoni kule, amefia kule kwenye nani ile ya nani ya vita kwa Israeli. Na nchi gani ile alikuwa anapigana? Ile alikuwa anapigana na Israeli. Ile nyingine ile wamewaua sana. Bwana msemi sana. Sio nani? Unajua ile sasa ndio kwa kusema. Gaza. Sio nani? Wamekufa. Sasa yule kijana alienda kusoma kule Sinai akamkumbuka. Wakamuua kijana wa kwetu kwa Moshi, ukalienda kusoma. Kumleta huko amechukua muda mrefu sana. Wamemleta wakafikiri yuko upande ule wa wale kule. Mtu mmoja akasema hivi, waliokwenda kutupa maiti, wakasema yule kijana kifo chake kiko tofauti na vifo vingine, kwa sababu ameenda kufia Israeli. Kufa si kufa ni. Sasa wanasema amefia Israeli, kwa hiyo ni tofauti, anazikwa kitakatifu, ameondoka vizuri. Kuna mwingine tulikuwa namuita mwimbaji yule Zedekia, na akasema ameenda kufikia hapo kulichanganywa mgenge aliendaje, si alienda na nani, kwa mambo, lakini akasema amefia Israeli. Kule Israeli hata kama muovu unaonekana na heri. Kwa sababu Mungu alikubariki Israeli. Hakusema mtu atakayebariki Israeli yote hiyo, atakayeilani yote hiyo. Sasa ukifia kule unaonekana una heri. Moja kwa hata wao wanaamini hivi. Kama mtu akifa Israeli hata kwenye vita amekufa, moja kwa moja yule ameenda mbinguni. Lakini naye nakuja ukifa ukiwa umeokoka vizuri, moja kwa moja nenda hapo jamani. Sisi tunaamini hivi. Ukiwa umeokoka vizuri alafu ukalala, tunaita mpaka kulala. Hebu soma tuone anasemaje ile Ufunuo 13:14. Na sisi tunaambiwa hivyo. Kumbe mtakatifu kufa ni kama Israeli. Neno la Mungu linasema naye 14:13 samani, Ufunuo 14:13. Neno la Mungu linasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika, ndio, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Nami tangu lini jamani? Tangu sasa. Ndivyo wanavyoambiwa Israeli. Israeli akifa muda huo wanajua huyo ameenda. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kama kumbe mbingu nazo zinaamini kwamba aliye mtakatifu kama heri akifa katika utakatifu anaondoka na matendo yake moja kwa moja. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa hivi, na kule wanaamini hivyo tu. Kwa hiyo Israeli mtu mtakatifu, na ule ni mji mtakatifu mbele za Bwana, anaona kwamba ni mali yake. Zaburi 122 mstari wa 6 na wa 7. Ndio maana usijidharau wewe ukisha ukoka. Wewe ni Mwisraeli. Mtu anasema hivi, atakaye kusemea vibaya wewe anasema nitapigana naye, atakaye kunyoshia kidole wewe. Wewe ni mtu wa maana sana, usijidharau au usijichanganye. Neno la Mungu linasema utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani na ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Israeli ya Tanzania iko kwa huku Tanzania, huko kwa Israeli iko iko kwetu sisi tuliokoka. Sisi ndio Israeli.
Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi na amekwisha kuhukumiwa. Aliye na haki yuna haki na uzima milele ni wa kwake. Tunao sisi. Ndio maana wale Waisraeli tukiwasema vizuri ni wenzetu, tutanyanyuka pamoja siku tutakapoondoka. Israeli itakwenda mbinguni. Ndio maana kule Israeli kuna Sayuni na mbinguni kuna Sayuni. Kwa hiyo kuna Sayuni ya mbinguni, kuna Sayuni ya Israeli. Hawa ni watakatifu. Utakieni amani, rudia tena, sura 6. Utakieni amani huo mji. Ndio tunaenda kuombea huo mji, Mungu afanye kitu kipya, waendelee kuokoka pale. Na watu huko waendelee kuokoka pia, ndugu zake na Israeli wa kule. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Wanaotamka vizuri, wanaopenda Israeli wabarikiwe. Kwa hiyo tunapouombea ule mji, tunataka baraka na sisi. Tunataka kubarikiwa. Kama wao hata mwenye dhambi wanamuona na haki, je, waliokoka? Isaya 31:5 anasemaje naye kuhusu Israeli? Asema, kama ndege warukao, Bwana wa majeshi ataulinda Yerusalemu. Ataulinda na kuuokoa. Atapita juu yake na kuuhifadhi. Sasa wewe ni nani kwa hukumu Israeli? Wakati maandiko yote yanasema, Mungu anasema kule kama ndege wanavyoulinda mji wa Yerusalemu. Alikuja hapa mke wa Bush, yule wa Marekani. Anga lote lilikamatwa hiyo. Ukipiga simu yendi lilikamatwa Tanzania nzima. Mke tu. Sasa Mungu anasema anawalinda na wazungukia watu wa Israeli, yaani watu waliomwamini Bwana. Siku moja kuna kikundi cha watu ambao wanaizungumza Israeli, wanaenda kufundisha hapa Tanzania. Kipo chama hiki. Huyu nani yumo naye, huyu wanacheo kama Sushu. Mume wake na Kristina yule waliachana. Yule Sushu alishaenda mpaka Israeli, kile kikundi kikaenda. Sasa kaanza kutupa ushuhuda hapo, tulikuwa hapo wasifu. Akasema wapendwa, akasema hapana. Ukifika Ikulu utaona tu mji ule uko tofauti. Pale Ikulu tu pako tofauti. Ukifika Israeli unaona iko tofauti kabisa. Anasema mimi nilipofika pale nikasahau, nikasema bora mwanamke aliniacha. Yaani kama yule mwanamke alikuwa ananichelewesha. Nikajisikia vizuri kana kwamba wakati ukutana ameshavurugana na mke wake. Akasema nilipotoka tu pale tuliondoka tukakuja huko. Nikakuta tena naanza kukumbuka hivi mwanamke tumeachana. Lakini nikiwa pale asema yeye mawazo haya mpaka unasema hayapo mawazo mengine. Unakanyaga hapa ndipo alipokuwa Simoni. Unakanyaga hapa ndipo Yesu alipokuwa. Unakanyaga hapa ndipo alipopita yeye. Anasema mpaka kwenye bahari ya Tiberia tunaongozwa pale tunapita. Yaani anasema unasahau mengine yote, tunasikia uzuri tu.